maneno, ukifikiria maneno kama hayo, alafu tuanze kusema ni kucheka cheka, tunacheka, tunaulizana maswali, sijui nani huyu ako huku, sijui huyu ni Mkisii, sijui huyu nani, tutaendelea kuingia kwa shimo. Na tutaendelea kupotea. Ule wizi umefanyika kwa nchi na wizi unafanyika katika nchi ya Kenya. Ni wizi ambayo haujaonekana kwa historia ya nchi ya Kenya. Transfer of public assets, mali ya umma, naweko kwa mikono ya watu binafsi. Ndio hayo ulisikia dada yangu alikuwa anasema kuhusu postal corporation. Sio privatization, ni wizi wa mchana. Hayo makampuni mengine ukiyachunguza, ni viongozi wa nchi hii wameenda nje wakashirikiana na wakora wengine pale, wakaunda makampuni, wakaanza kujifanya ni makampuni ya nje, wanakuja kupora mali ya umma hapa Kenya. So the looting that is going on, ambayo unaona hii mambo tunaambiwa, kitu ya ajabu kama wizi huu unaonekana wazi, uuzaji wa Safaricom, kwa kila mtu anaona. Hivyo ndivyo nchi hii inaendeshwa na wizi. Yale ambayo yanafanyika kule Kuria, watu wanatolewa kwa mashamba yao. Wewe jiulize, na hii wananchi, tafadhali nawaomba, hii si mambo ya kucheza wakati huu. This is very serious business. Ukianza kuhamisha wananchi kutoka kwa mashamba yao, na mpango ni kuchukua hayo mashamba, kwa sababu nyinyi mnajua Wakuria underneath that land ni minerals, ama namna gani? Sasa mnatolewa hapo kwa sababu wale ambao wanachifanya huko wanataka kuchukua hayo mashamba, ni kwa sababu kuna minerals chini pale, ndio wanataka. Mambo ambayo yanafanyika pale Witembe is criminal. I mean, the government is actually involved in criminal activity. That's what it is. So in a way you can say this is criminal government. You are brutalizing and terrorizing your own people. Sababu individuals wanataka kuiba hiyo mali ambayo iko na ni mali ya wananchi. Ndio mimi nasema, na nataka kusema hivi hapa leo hadharani. Hawa wa serikali, why can't they publish openly the register of all those people they have given licenses for mining and their details? Kwa sababu hizo mines si zao, ni za wa Kenya, ama namna gani? Those mines belong to the people of Kenya. Hata kama inasema Ikolomani, pale Ikolomani, si hiyo mali ni ya wa Kenya, sio ya mtu binafsi, ama namna gani? Kama ni mali ya wa Kenya, what law stops us from publishing ni nani amepewa licenses kufanya mining hapo? Who are the directors? Kwao ni wapi? Address yao ni gani? Details zao ni gani? Taxation yao, wanalipa ushuru wapi? Kwa sababu some of these counties in this country, if you followed the utilization of public resources properly in some of these counties, hata tungeweza kuzungumza hii mambo tunazungumza hapa. Kwa sababu how much is Migori County and therefore Wakuria wanapata kutoka kwa hiyo mining? Na ni nani amepewa licenses? Kwa sababu hiyo nyinyi hamkujipeleka pale Kuria, ni Mungu aliwaumba akaweka huko, ama namna gani? Na mkapata hiyo rasilimali huko. Sasa mbona mtu asiwaambie yule mtu ambaye anakuja kuchimba hapa ni fulani wa fulani, kampuni yake inaitwa fulani wa fulani, address yake ndio hii, analipa kodi namna hii, ile inaenda kwa Migori County ni hii, alafu ikuje sasa hapo Witembe ijenge shule na hospitali, sababu ni mali yenu, ama namna gani? I try to be restrained in most cases, sababu nimekuwa kwa serikali na leo mambo ya usalama vile iko and the necessity of stability. Lakini nawaambia hawa kwa serikali kila wakati, na hata leo nataka kuambia hivi, there is a limit. Unaweza kusukuma watu mpaka kiasi fulani ama kiwango fulani. Kutafika wakati hata wewe mwenyewe utashangaa hao watu. Na hawa wa serikali hawa, hii mambo ambayo inafanyika pale Witembe na kule kwingine, hii ujeuri, ukora unaendelea namna hii. They are laying the ground for
a very serious crisis in the country. Na itakuja. Nyinyi mkae tayari, we will all resist. Tusikubali maneno kama haya. Hii nchi itahitaji kukombolewa tena vile wazee wetu walipigania uhuru. Ama namna gani? Kwa sababu sasa tofauti gani iko kati ya mzungu yule ambaye alikuja hapa akafukuza watu wetu akanyakua mashamba na hawa wa serikali ambao wanafukuza watu wetu kutoka Uitembe wanakuja kuchukua mashamba? Iko tofauti? Hakuna tofauti. Sasa hawa ni kama wale wazungu weusi, colonialist. Na kama itabidi we resist them that way, tutaenda hapo. Lakini waelewe kwanza tunataka kufuata sheria. Na sheria ni kwanza kusema, if they don't want to make it public, si wapeleke bunge, because parliament is the representative of the people. Ama namna gani? Wapeleke bunge. They go before the committees of the house. Waambie parliament, in this committee of the house, wajumbe wako hapa, mheshimiwa wa mshomba wako hapa. Waeleze wa bunge. Let government table in parliament the record of who is mining where. Waambie wajumbe wa Kenya National Assembly, sababu ndio wanawakilisha wa Kenya. Wapeleke report to the National Assembly. Waseme ni nani who is involved in mining in Ikolomani. Who is evicting people in Uitembe. Hivyo ndivyo nchi inaendeshwa. All this madness that you see going on, watu wanajifanya hapa. Sasa sisi ndio tuna export gold. Na ukora huo wote unajulikana, hiyo wizi yote inajulikana inatoka kutoka wapi. You might be smiling and thinking kwamba unafaulu leo, lakini uwezi kuendelea namna hii milele. Na mimi nataka kusema hivi, hata jana tuliongea tukiwa pamoja viongozi wa upinzani. Tutawaandikia serikali zingine zote barua. Waambie watu wao wa private sector waelewe hivi. Anybody engaging in some of these contracts with the government, aelewe kwamba serikali zitakazokuja mbeleni will not honor this contract, na ikiwezekana sisi tutaresist this contract. Hatuwezi. Kama mimi nataka kuambia wazi hapa, mimi ni mtoto wenu hapa nyumbani, mnanijua. Me, if I was the president, if you elected me president, I will cancel this nonsense, all of it. Warudishe wote na wataenda. Why won't they go? Wataenda. Wataenda. Because huwezi kufanya watu kama slaves in their own country. Kama namna gani? Hapana. Kama unataka kwenda huko Kuria Uitembe uanze kujiba huko madini, enda pale ukae chini na viongozi wa huko. Ununue hiyo shamba pole pole, uongee na wale watu pole pole. Sio kuleta polisi eti unaenda kupiga watu, kupiga akina mama. Watu wameishi huko 3 or 4 decades. Sasa unawafanya slaves, squatters in their own country. Alafu unataka wewe tukuite muungwana. Unawezaje kuwa muungwana? Tafadhali wananchi nawaomba. Ile vita tuko nayo sasa ni ya kurekebisha nchi yetu. Watu wengi, kwanza mimi one of those who have been almost pushed and dragged to public service kuja kutafuta kura. Na mimi ni kazi nataka kufanya. I am not looking for a job to pay me a salary. Mimi kazi ni nawacha kazi World Bank. Hali nalipwa dollars. Kama ni mshahara ningestiki huko. Mimi nimekuja kufix hii ushenzi mnaona inaendelea. Tuanze kwanza na hiyo plan, tuanze kwanza na kucancel hizo agreements zote zimesainiwa hapa na ukora, turudishe mali ya Wakenya. Na wananchi mkitunga mkono, mimi ninawaahidi, and you know we will not have these things going on like this. Mtu hawezi kuja eti akae hapa aanze kujifanya alete polisi, aanze kujifanya eti anajiba anachukua shamba ya watu wengine kusumbua watu na there are even UN standards for eviction if you are right to evict people. They are very clear. The lawyers here kina Kibiti will tell you there are standards on how you are supposed to evict people. Sasa kufanya watu namna hiyo
eti ni kwa sababu wewe unataka kujipea mashamba. Na sangine unashangaa hawa ni mashamba ngapi wanataka kuiba. Kila siku ni kuiba shamba. Yaani unaona kila county lazima uibe shamba. Jamani, si hao tu waombe Mungu, watu wa kwao waende waongee na wao.